Hujambo mpenzi mtazamaji popote ulipo, ikiwa sasa imetimia saa 10 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Natumai kwamba Alhamisi yako inakwendea vyema. Karibu sana kwenye taarifa zetu za Mbiu ya KTN. Mimi ni Agnes Gakunga, mfasiri kwa lugha ya ishara ni Philip Omondi. Kuna mengi ambayo tumekuandalia, karibu. Serikali imeidhinisha malipo ya shilingi bilioni 225 kati ya shilingi bilioni 606 za madeni yanayosubiri kulipwa, hatua itakayowezesha hazina ya kitaifa na kaunti kuanza kuwalipa wanakandarasi. Katibu wa hazina ya kitaifa Daktari Chris Kiptoo amesema tayari shilingi bilioni 80 katika sekta ya barabara zimelipwa, huku kiasi kilichosalia kikitarajiwa kulipwa katika miaka miwili ijayo ya kifedha, licha ya changamoto za kifedha zinazoikumba nchi. Wakizungumza wakati wa kikao cha wabunge mjini Naivasha, viongozi wa bunge walihusisha tatizo la madeni hayo na upungufu wa mapato na mizigo ya deni la umma, huku serikali ikitetea mpango wa kuuza 15% ya hisa za kampuni ya Safaricom. For the same reasons, governors and the accounting officers want to withhold money until they are able to extort money from people who have already delivered services, goods and services. Contractors wengi, suppliers wengi hawajalipwa kwa miaka mingi sana, na hizo nini zao ziko verified, zimekuwa verified, na hiyo committee imesema walipwe. Zingine zilikuwa verified more than 5 years ago, na hata saa hii hawajalipwa. Wana PS amesema already zile verified bills zote zile verified, wametafuta pesa na wamepata, watalipa with immediate effect. Kwa hivyo nataka kuhakikishia Wakenya, msife moyo, kuna tumaini na bills zenu, pesa zenu zitalipwa na serikali. Watoto watatu walinusurika kifo katika eneo la Dunga, kaunti ya Kisumu